Tunaishi katika dunia ambayo upendo umepungua sana, jambo ambalo hufanya watu wengine kudharau wenzao na wengine kuhisi hata kudharaulika. Na hii imezua hisia kali miongoni mwa jamii za watu, hata kupelekea jamii nyingi sasa zisijengwe kunako misingi ya umoja na mshikamano. Na hali hii imetokana na utofauti wa mambo kadha wa kadha. Utokana na utofauti wa level ya kimaisha, utofauti wa karama, utofauti wa kihuduma, utofauti wa kipawa, utofauti wa kikabila, na hata wengine wamekwenda mbali zaidi, hata utofauti baina ya nchi na nchi. Kwa namna ambavyo wanadamu leo wanakuwa wanadharauliana kwa vitu vidogo vidogo. Lakini leo ningependa kuongea na watu ambao wanapenda kudharau wenzao, labda kwa sababu ya kiwango cha maisha au kiwango cha kitaaluma walichofika, au kwa namna jinsi walivyo. Hapana, jifunze kuishi na watu katika pendo la Mungu, katika kumheshimu kila mtu, maana kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kuliko uwadharau watu, ni bora ukawa ngazi ambayo inaweza kuwasaidia hao ambao wako chini ili kufikia hatima zao, kwa sababu hatima ya mtu haipo ndani ya mtu mwingine, bali hatima ya mtu ipo ndani ya Mungu. Na hata ukisoma kitabu cha Mhubiri 3:11 nasema, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, nani huyo Mungu ameifanya. Tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata milele. Kwa tumeona hapa katika maandiko kwamba kila jambo lina wakati wake na limekuja kwa kusudi lake. Wewe ambaye unapenda kuona kwamba hapo ulipo pa juu ni pazuri, basi si fimbo kwa watu walioko chini, maana huu ni wakati wako. Na hata wale ambao wanahisi kwamba wamedharauliwa, wala isikupe tabu, kwa sababu kila kitu kinakuja kwa wakati na majira yake. Hicho ni kipindi cha hao walioinuliwa, na hata kesho Mungu atakuinua. Cha msingi, zidi kumwamini Mungu, fanya kazi kwa bidii, weka malengo, utafikia hatima yako. Inawezekana kabisa watu wanakudharau kwa sababu wanadamu wana tabia tofauti tofauti na malezi tofauti. Lakini penda kukushauri isikupe tabu kwa jinsi ambavyo wanakuona leo. Yamkini leo akakuona upo chini, lakini kesho Mungu atakuweka mahala pa juu. Yamkini leo akakuona wewe ni maskini, lakini kesho Mungu akafanikisha njia zako. Yamkini leo wakadharau hata namna ya uzao wako ulivyo, lakini kesho Mungu akafanya kitu cha tofauti juu ya uzao wako na ukawa wa kushangaza watu. Inawezekana leo hata watu wakadharau huduma ulionayo, wakadharau karama na kibali chako, lakini huyu Mungu wa nyakati majira, nyakati yake ikifika, utaona wale kuona uko chini watakuona uko juu. Wale kuona wewe ni mgonjwa watakuona sasa wewe ni mzima. Wale kuona kwamba wewe hauwezi watakuona umeweza. Wale kuona kwamba wewe ni mnyonge nao pia watasema kwamba una nguvu. Kwa kuna jambo jipya Mungu atafanya kwenye maisha yako. Kwa ukiona hata kwenye kitabu cha Kutoka unapata historia ya bwana mmoja aliitwa Musa. Huyu Musa alilelewa katika nyumba ya kifalme kwa mfalme Farao, lakini kwa bahati mbaya akawa amekutwa na hatia ya kuua na akaweza kukimbia. Na maandiko yanasema kwamba huyu Musa alikimbilia katika nchi ya Midiani. Lakini kabla Musa hajakimbilia katika nchi ya Midiani, kuna nchi ambayo Musa alikimbilia, inaitwa ni nchi ya Wakushi. Ilikuwa ni nchi ya jamii ya watu weusi, ikitawaliwa na mfalme anaitwa Kikianaz, akiwa na malkia mke wake anaitwa Adonaya. Na wakati Musa alikimbia kwa hatia ya uwaji kule Misri, naye akafika katika nchi ya watu weusi, yani Wakushi, yule mfalme wa Kushi na wale majenerali wake walimpenda sana Musa, na hata wakamchagua kuwa mfalme, kuwa mshauri wa mfalme. Na kwa bahati mbaya yule mfalme akawa amefariki kwa sababu ya maradhi yaliyokuwa yamemwandama. Sasa jamii ya Wakushi ikatamani sana kujipatia mfalme mwingine, lakini jambo la ajabu, hawakuona mtu ambaye alikuwa na sifa za kuwaongoza kumliko Musa.
Kwa jamii ya Wakushi ikamchagua Musa kuwa mfalme wao, na Musa akatawala himaya ya Wakushi kwa miaka 40. Navyosema Wakushi maana yake ni watu weusi. Kwa tafsiri rahisi ya leo ni kwamba Musa alitawala Afrika kwa miaka 40 enzi hizo, kabla Mungu hajamuita kwenye kusudi lake. Hii maana yake nini? Ni kwamba watu walivyokuwa wakimchukulia Musa kule Misri kama muuaji, lakini jamii ya Wakushi ilimuona kama mtawala wao. Sasa haijalishi watu leo wanakuchukuliaje wewe, acha wakuchukulie hivyo, lakini kuna siku watajua kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako. Sasa Musa amekimbia wakati alimaliza ili shughuli ya utawala kwa nchi ya Kushi, ndipo akaenda kule Midiani, na Mungu ndipo alimpa kusudi la kukomboa watu wake. Kwa pamoja watu walimchukulia Musa kama muuaji, lakini Mungu kuna jambo la tofauti sana alikuwa akiliona ndani ya Musa. Kwa hiyo ndani ya muuaji Musa, Mungu akaona utumishi ndani yake. Ndani ya muuaji, Mungu akaona unabii. Ndani ya muuaji, Mungu akaona mkombozi wa watu wake, kuwatoa utumwani na kuwapeleka watu wake kwenye nchi ambayo alikuwa amewaahidia. Ndani ya muuaji, Mungu akaona mwandishi wa vitabu kadha wa kadha. Kwa ndani ya muuaji, Mungu akaona kitabu cha Mwanzo, Mungu akaona kitabu cha Kutoka, Mungu akaona kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu akaona kitabu cha Hesabu, Mungu akaona kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na ndani ya muuaji Musa, Mungu akaona kitabu cha Ayubu. Ndani ya muuaji Musa, Mungu akaona watu wake wanaokolewa, akaona anapata heshima kwa mapigo 10 ambayo Musa alimpa Farao ili Mungu aweze kutukuzwa. Ndani ya muuaji, Mungu akaona bahari inagawanyika, watu wake wanapita. Ndani ya muuaji Musa, Mungu akaona mwamba unatoa maji, watu wake wanakunywa. Na jambo la ajabu, ndugu mtazamaji, ndani ya muuaji Mungu akaona mbingu zinaamuriwa zitoe mana na nyama kwa ajili ya watu wake kula. Na Musa alifanya mambo mengi sana na makubwa. Mojawapo pia ni kwamba ndani ya muuaji Mungu akaona amri 10 za kwake kwa ajili ya kuongoza watu wake. Kwa hiyo unaweza kuona na jinsi ambavyo Mungu ni wa ajabu. Na Mhubiri anasema kwamba ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuvumbua kazi ya Mungu anayoifanya, ina maana ndani yako kuna kitu kizuri sana. Kwa cha msingi wewe amini maono yako, amini karama yako, amini huduma yako, amini kila kitu Mungu ameweka ndani yako, sababu kitu ambacho unacho ndani yako mwanadamu mwingine hawezi akajua. Na mtu mwingine pia kumzungumzia hapa ni mfalme, alikuwa ni Sauli, ambaye baadaye baada ya kuokolewa na Yesu aliitwa mtume Paulo. Kwa Sauli aliaminika kwamba alikuwa ni muuaji pia, na yeye alikuwa akiua watu ambao walikuwa wanamwamini Yesu, na maanisha watakatifu. Kwa Sauli alikuwa akitokea, walikuwa wanajua ni muuaji. Lakini pamoja watu walijua kwamba Sauli ni muuaji, lakini Yesu akimwangalia Sauli alikuwa haoni muuaji, alikuwa anaona mtume. Ndio maana Yesu alimtokea Sauli na akamfanya kuwa mtume wa mataifa na akampa jina la kuwa Paulo. Kwa jinsi ambavyo watu wanakuona, ndugu yangu, si kama Mungu anavyokuchukulia. Kwa pamoja watu waliona kuna roho ya uwaji ndani ya Sauli, lakini Yesu aliona jina jipya la Paulo ndani ya Sauli. Yesu akaona mtume wa mataifa ndani ya muuaji aliyokuwa Sauli. Yesu akaona mwandishi bora wa kitabu cha Agano Jipya ndani ya muuaji. Na katika Agano Jipya, mtu ambaye ameandika vitabu vingi takriban 10 au na zaidi alikuwa ni Paulo, ambaye alikuwa Sauli. Na ndani ya muuaji Sauli, Yesu aliona kitabu cha Warumi, kitabu cha Wakorinto, kitabu cha Wagalatia,
kitabu cha Waefeso, kitabu cha Wafilipi, kitabu cha Wakolosai, kitabu cha Wathesalonike, kitabu cha Timotheo, kitabu cha Tito na kitabu cha Filemoni. Kwa unaweza kuona namna gani Mungu anavyojua kufanya kazi yake kwa utaratibu. Na hata mimi kipindi ambapo bado sijatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo, nilikuwa ni msanii wa nyimbo za kidunia, nyimbo za Bongo Flava. Na ndugu, jamaa na marafiki na walionizunguka walinijua kama msanii, lakini Mungu alivyonitazama mimi, pamoja nilikuwa msanii, lakini kuna jambo la tofauti Mungu aliona ndani yangu. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wengi wana hulka ya kutazama kwa nje, they see in physical, lakini Mungu anatazama kwa ndani, he sees inside. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu alivyobadilisha mambo. Kwa hiyo akambadilisha Musa toka kuitwa muuaji na kuwa mtumishi wake. Akambadilisha Sauli toka kuwa muuaji na kuwa mtumishi wake. Akanibadilisha mimi toka kuwa msanii wa nyimbo za kidunia na kuwa mtumishi wake. Na mimi nakwambia siku ya leo, amini Mungu, kuna jambo jipya anakwenda kufanya kwenye maisha yako. Hata kama kuna jambo gumu ambalo unapitia kwenye maisha yako, hakuna jambo ambalo Mungu anashindwa, ila ukiamini katika yeye, yote yanawezekana. Cha msingi ni kumpokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana kuna jambo atakwenda kubadilisha kwenye maisha yako. Kama alimbadilisha Musa, akambadilisha Sauli, na mimi akanibadilisha. Ashindi kubadilisha chochote kwenye maisha yako. Hata kama watu wanasema kwamba wewe hautaheshimika, heshima yako itakuja. Mungu atabadilisha mazingira ya ndoa yako, atabadilisha mazingira ya watoto wako, atabadilisha mazingira ya kazi yako, atabadilisha mazingira ya biashara yako, atabadilisha mazingira ya afya yako, atabadilisha mazingira ya maono yako. Chochote ambacho unakifanya, ukifanya katika Mungu, Mungu anakwenda kubadilisha na kuonekana cha tofauti sana hapa chini ya jua. Kwa ndugu mtazamaji, kuna jambo Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yako. Cha msingi, amini Mungu ni nyakati na majira. Yote ambao wanasema leo, wewe wape muda, na kushauri wape muda, nyakati zitasema kwa ajili yako. Nyakati za Bwana zikifika, watu wataziona. Hata kama walisema hautapona, utapona. Kama walisema hautapata mwenzi, watashangaa una mwenzi tena. Kama walisema hautainuka, watashangaa umeinuka tena. Kama walisema kwamba wewe hautabarikiwa, wataona baraka zipo juu yako. Na kama walisema hicho ambacho unakifanya hakitakufanikisha, na kuambia siku ya leo kitakwenda kufanikiwa kwa namna ya ajabu na kwa jinsi ya tofauti sana. Nipende kushukuru ndugu mtazamaji wangu kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni mimi mwalimu wako Manase Maro. Pia nikushauri, sambaza ujumbe huu kwa ndugu zako, jamaa na marafiki, inao pia waweze kujifunza zaidi na kuona wema wa Mungu kwenye maisha yao. Nami saa hii nakwenda kukuombea ili Mungu aweze kufanikisha mambo yako kwa mapenzi yake. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, wewe Mungu ambaye unafanya kila jambo kwa nyakati yako, saa hii namkabidhi mama yule, baba yule, kijana yule, binti yule, mfanyakazi yule, mkulima yule, mvuvi yule, mfanyabiashara yule, kila mmoja ambaye umemuumba kwa kusudi lako na kuweka kitu ndani yao kwa utukufu wako. Baba, kwa nyakati na majira yako, acha mambo yako yakaonekane ndani yao. Haijalishi watu wanavunja moyo kwa kuwasema leo, lakini jambo jema ni kwamba wewe Mungu unayekutumikia, Mungu mweza wa yote, unayewafanya maskini wawe matajiri, unayegeuza tasa na wagumba kuwa baba na mama watoto wengi, unayefanya waliokataliwa kupokelewa, unayefanya waliodharauliwa kuheshimika. Baba, yote yatimie kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.